Na ndugu zangu, ikiwa hii tawasul kama wanavyosema hawa mabwana ni shirki, basi kama tulivyoona, kwanza alitufundisha shirki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo alipotuambia walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka. Mwenyezi Mungu atuambia tumwende mtume? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa yeye ndio wa kwanza alitufundisha shirki. Lakini wa pili ni Nabiiullah Adam alayhi salam. Pale alipopata ile kosa lile, alitawasal kwa cheo cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hadithi iliyopokewa iliyoelezewa na Saidna Umar radhiallahu anhu, Saidna Umar ibn al-Khattab ndio alieleza hadithi hii. Katika wapokezi wake ni Al-Hakim, ameitoa katika kitabu chake. Al-Imam al-Baihaqi ameitoa hadithi hii katika kitabu chake na wamesema ni sahihi. Sasa Nabiiullah Adam alayhi salam alimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsamehe kwa cheo cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuuliza Nabiiullah Adam, wewe umemjuaje huyu Muhammad? Mimi bado sijamuumba, umemjuaje? Nabiiullah Adam alayhi salam anamjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamwambia, zamani uliponiumba na ukavivia ndani yangu roho, nilipozinduka mimi niliona katika matendevu ya arshi pameandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nikajua kwamba Mwenyezi Mungu hakutegemeza kwenye jina lake ila ahabul khalqi ilayhi, isipokuwa huyu alimtegemeza hapa ni kiumbe apendezaye zaidi kwake kuliko kiumbe mwingine yoyote. Ndio maana nikatawasali naye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Nabiiullah Adam, sadaqata Adam, wewe umesema kweli, ndivyo hivyo. Huyu ni mtu apendezaye zaidi kwangu, ni mtu ambaye atakuwa katika kizazi chako katika akhiri zamani. Na kwa vile umetawasali na huyu Muhammad, basi nishakusamehe. Sallallahu ala nabi. Nabiiullah Adam alayhi salam hapa naye, ikiwa kutawasal ni shirki, basi Nabiiullah Adam alayhi salam naye hapa alifanya shirki kama wanavyosema hawa mabwana. Na mzozo mkubwa ni katika kutawasali na hizi dhati. Kidogo anakubali kwamba kuna kutawasali kwa amali salihah. Yaani wakiona hivi hadithi hivyo, wakiona inaingia wanakubali, wanakata kingine. Wakiona na hiyo wanakimbia. Sasa imebaki mzozo ni hivi kutawasali na dhawati, lakini wanakubali kutawasali na al-a'malu salihah. Sasa ajabu, al-a'mal, matendo haya ni a'rab, sijui Kiswahili tutasemaje, ni sifa. Sasa hii sifa itasimamaje kama hakuna mausufu? Vipi hii a'rab zikasimama pasi na jawahir? Na vipi a'malu salihah itatokana na jawhar ambayo ni ovu? Ikiwa ni kitendo chema, basi kimetokana na jawhar ambayo ni nzuri. Sasa vipi kujuzu kutawasal na a'malu salihah lakini kusijuzu kutawasal na mwenye a'malu salihah? Fa inna lillahi mafhumun khatib. Wameshindwa kufahamu maskini ya Mungu. Lakini hivi ndivyo walivyofahamu hata maswahaba. Maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim walielewa ile kafu ilikuwa inamaanisha nini, lakini hawa hawakuelewa.
Na ndio maana katika radi zao hadithi wanayoitumia sana watumia wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Ndio katika hadithi zao sana wanaotumia hiyo. Simona mtume anasema idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Ukiomba muombe Mwenyezi Mungu. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Sawa. Lakini umeifahamu? Wa idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Mwenyezi Mungu. Umefahamu? Kwanza sa'ala hapo ni fi'ili gani? Ni mutaaddi. Maamuli yuko wapi? Na maamuli yanaondoshwa kwa sababu zipi? Maamuli hayupo pale. Na maamuli yanaondoshwa kwa sababu zipi? Mpaka maamuli yakaondoshwa. Katika sababu zinazosababisha kuondoshwa maamuli ni al-umum, ni kuenea. Kwa hiyo utakapoomba chochote basi muombe nani? Haya bwana. Mimi nataka kumuomba hapa Mwalimu Shabani 2000 ya kunywa chai. Nimuombe Mwalimu Shabani, nimuombe Mungu. Hivi nikimwomba Mungu 2000 ataniletea? So idha sa'alta fas'alillah. Kwa hiyo hawaelewi. Lakini kula Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje? Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi. Sasa walishindwa kuelewa mafuhumu tu maskini ya Mungu. Udhu ukawachenguka. Lakini maswahaba radhiallahu ta'ala alayhim wenyewe walielewa, na ile kafu pale walielewa. Walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka, wakafahamu kwamba kumbe huyu mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunatakiwa tumuendee kulliyati. Yeye wote kuanzia nywele zake, kucha zake, damu zake, nguo zake, kila kitu chake, na walitawasal kwa kila kimoja katika vitu vya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walitawasal kwa nywele. Hadithi sahihi ya Anas ibn Malik, mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahaba mkubwa kabisa, akielezea baadhi ya kisa cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba siku moja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinyoa nywele zake. Basi akamwamrisha yule halaq, kinyozi yule, anyoe nywele za upande wake wa kulia, akawa ameshika za upande wa kushoto. Alipomaliza akazipokea zile, akamwita Anas, akamwambia pelekee Musala. Baada ya masahaba kuona vile wakakimbilia na wao, mbona hao bwana wamekuswa wao tu. Sayyidina Anas anasema baada ya kuona vile masahaba walipoona kwamba wamekuswa wao, na wenyewe wakasogea, mbona wamekuswa wao tu. Basi mtume akamwamrisha anyoe zile za upande wa kushoto, akawa akiwagaia masahaba kila mmoja mwenye nywele moja, mbili, mwenye kupata mbili. Haya sasa, kama nashiriki mtume alikuwa anageuza nini zile? Na zile ni amali au ni dhati? Lakini si nywele tu. Masahaba walitabaruku mpaka kwa damu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sahabi al-jalil Abdullah ibn Zubayr anaeleza siku moja ameingia kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamkuta mtume sallallahu alaihi wasallam anaumika, anapiga chuku, anafanya hijama. Ni sunna ile, maana anatoa damu chafu.
Alivyomaliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akampa kile chombo chenye ile damu, akamwambia nenda kaimwage sehemu ambayo hakuoni mtu yoyote. Sayyid Abdullah ibn Zubair akaondoka mpaka alivyojikinga na Mtume, akaona hamuoni, ile damu akainywa. Sallu ala rasulillah. Kisha akarudi. Mtume alipomwona anambia, wewe maana tasna bidamu, ila umefanyaje ile damu, umefanyaje? Naambia Rasulullah, nimeificha sehemu ambayo hawezi kuiona mtu yoyote. Hapo nilipoificha hapo, hakuna atakayeiona tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza, la'alla kasharibta, wewe umeinywa? Bwana anamwambia, ndio hivyo ya Rasulullah, nimeshainywa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa wewe Abdullah ibn Zubair, kwa nini sasa umekunywa damu bwana? Sasa unakunyaje damu wewe bwana? Anamwambia, wailul laka minan nas wa wailun minan nas wa wailul linnas minka. Bwana, sasa watu watahadhari na wewe na wewe tahadhari na watu. Inasemekana yule bwana alikuwa na nguvu sio za kawaida. Kwa sababu gani? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumkemea, usirudie tena. Na katika hadithi nyingine, katika riwaya nyingine, hadithi hii riwaya nyingine inasemekana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia, sasa wewe ni haramu wewe kuingia motoni.